Huyu ni Pastor Josam, tuko na yeye tunaenda kanisani. Yeah. Unaona venye ameng'ara. Yenyewe Mungu akikupaka mafuta, anakupaka mafuta una shine kweli kweli, unang'ara kweli kweli. Mungu akikuumba, Huyu ni ndugu yangu tulikuwa naye, nadhani ukiangalia picha zetu za hapo nyuma utatuona. Alafu huyu ni kijana yake firstborn. Huyu ndo firstborn Joshua. Wow. Acha nikusaidie. Mami. Kalia pale, songa pale. Hii simu yako inatoa clear. Kabisa. Kabisa. Ona hasa hapa hivi ni familia ya Pastor Josam. Kuna firstborn, secondborn, alafu huyu ndo firstborn kabisa. Ambapo ndo mimi, yeye ndo firstborn kabisa. Kwa hiyo nyumba kabisa yeye ndo firstborn. Alafu sasa kichwa sasa ndo hii. Kichwa hii familia ndo hii. Hii ndio inaranisha hii nyumba. Yenyewe Mungu, kuna sometimes acha niseme tu kweli, mimi nimefeel there is something kwa huyu mchungaji. Kwa sababu nikiangalia place alianzia, mimi nilikuwa na paka level Mungu amemweka. Mungu anampeleka somewhere. Sasa hizi tunaelekea kanisani. Ni asubuhi sasa hizi tunaenda kanisani. Wacha nitaonyesha clip after a few minutes tukiwa kanisani. Ama pastor kuna jambo la kuongea unaweza ongea. Israeli wabariki sana. Mungu atende mema. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili, tunamshukuru Mungu. Ni Jumapili ya kwanza kwenye mwezi huu wa Disemba. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema ya uzima ambayo ameweza kutuwezesha. So kama uko hapo na unaenda kanisani ama umefika siku ya leo ya Jumapili hii, mwambie Mungu ni asante kwa sababu ya ile uzima ambayo ameweza kukusaidia na ukafika, ameweza kuongoza tangia Januari mpaka hii Disemba. So ni mwezi ya kumshukuru Mungu. Na pia ni mwezi ambao ni hatari sana kwa sababu watu wengi wanapoteza maisha. Kuna watu ambao wako kwenye madhabahu tofauti au madhabahu ya giza. So they are giving their sacrifices in form of blood. So wakati ambapo kwenye maombi unajitenganisha na ile roho, ambia Mungu akutakase, familia yako alinde jamii yako, akulinde wewe. Hata wakati ambapo unatumia vyombo vya kusafiri kama pikipiki, unaona sisi tuko tayari kwenda kanisani. Familia ndio ile pale, tuko tayari kwenda kanisani kwa sababu ya kumtumikia Mungu. So unapotumia pikipiki, baiskeli, gari, anything, hata ukiwa unapaa angani kutumia ndege, unamshukuru Mungu na unamwambia Mungu nilinde na ulinde jamii na ulinde familia. So naamini ya kwamba Mungu anaenda kukubariki sana, anaenda kukutenda mema na pia anaenda kuwekea ulinzi, kwa sababu ulinzi ama kuwa na uzima ndio kitu ya muhimu sana kuliko pesa. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na mali, unaweza kuwa na manyumba, unaweza kuwa na magari, lakini hauna amani, lakini hauna furaha. Lakini kuna chakula unaambiwa na daktari usikule, sijui usikule nyama na uko na pesa, usikule kuku na uko na pesa, usikunywe maziwa na uko na pesa. Sasa pesa ni ya nini kama daktari anakuambia usikule chakula kama hizo? So mshukuru Bwana wakati ambapo una uzima, na tutaendelea kuombeana na Mungu wa neema atatubariki zaidi tunapojipanga kuingia kwenye mwaka mpya, mwaka wa 2026. So Mungu akulinde mpaka mwaka wa 2026. Mwezi huu pia ni mwezi wa maombi ambayo tuko kwenye hali ya maombezi ya mfungo, maombezi ya kuombea pia nchi yetu ya Kenya na mataifa mengine. So mahali popote ulipo penye utapata clip hii, na kuombea kwamba Mungu wa neema akubarikishe sana na akulinde na kuweke hai na kuhifadhi hai. Majina yangu ni Prophet Josam. Mungu akusaidie sana na kutende mema. Hapa ni mke wangu pamoja na watoto, na firstborn hapo na kuna secondborn pale ambaye amebebwa. Na namshukuru Mungu kwa sababu ya hii familia. So unapoenda kanisani, basi Mungu akubariki sana. Na pia kuna cameraman ambaye anachukua video hii, ambaye pia ni rafiki na ni ndugu ambaye tumejuana kwa miaka tangia 2016 mpaka saa hizi. Ni neema ya Mungu sana. Kweli hiyo ni miaka karibu 11, ni miaka karibu zinaelekea 10, miaka 9. Tuko pamoja. Mungu awabariki sana na atende mema na muwe na Jumapili njema. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Mimi bila kusahau
nitawaambia kitu kimoja. Kuna kitu Pastor Joseph amesema huu mwezi, kuanzia mwezi wa 8 Disemba, wa 11 wa 10, unaona a lot of sacrifice, a lot of accidents, a lot of vitu zinajifanya kwa barabara. Lakini kuna kitu Pastor amesema, huu mwezi ni wakati ambapo unafaa kuwa unajituma sana kimaombi, kwa sababu huwezi jua. Huu ni mwezi ambapo unafaa unajituma kimaombi sana. Wewe mkuwa muombezi, kuwa very spiritually, Mungu akuongoze, na ambapo akufungulie pia kama unafeel mwaka umekuwa mzito, tunapovuka tukienda mwaka mwingine, at least uko Mungu amekuwa kiwango chengine. Badilisha mienendo yako, at least ukiingia mwaka mwingine mpya, at least uko na mfano mwingine tofauti. Kama uliona mfano wa huu mwaka venye jinsi ulivyokuwa, uko tofauti. Jaribu Mungu uone. Next year uone venye itakuwa nzuri kwako. Jaribu Mungu. Mungu anasema mjaribu uone. Kuna place maandiko Mungu imeandikwa mjaribu uone zile baraka atakumwagia.